Na sababu gani Mungu aliruhusu sasa Waisraeli kukaa kule utumwani Misri kwa muda wa miaka 400? Sababu ya kwanza ni kwa sababu walikuwa ni wachache, watu wachache. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 46 mstari wa 27 na kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 10 mstari wa 22 inasema walikuwa ni wachache, takribani watu 70. Walikuwa ni watu wangapi? 70. Lakini idadi ya watu 70 ilikuwa wametoa idadi ya watoto, idadi ya wazee, idadi ya wanawake na idadi ya vijana ambao wako chini ya umri wa miaka 20. Kwa hiyo hata kama ungejumlisha nao 70 waliohesabiwa, wasingefika hata 300,000, hata 200,000 wasingefika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sababu ya kwanza ilikuwa ni wachache. Mungu alitaka wanapoenda kule Misri idadi yao iongezeke. Kumbuka wakati wanatoka Misri waliingia watu 70, laki moja na wakati wanatoka kule Misri, kitabu cha Kutoka sura ya 12, andika Kutoka sura ya 12 mstari wa 37 na kitabu cha Hesabu sura ya kwanza mstari wa 46 anasema waliotoka Misri, wana wa Israeli waliingia 70, wanaume 70, lakini waliotoka Misri ni wanaume wapatao 603,550. Waliingia wanaume 70, wakatoka wanaume wangapi? 603,570. Hapo umetoa wazee, umetoa vijana chini ya miaka 20, umetoa watoto, umetoa wanawake. Tathmini au makadirio pamoja na watoto na wazee na vijana wote chini ya miaka 20 walitoka Misri. Siku ambao wanatoka wanawekwa huru watu jumla ya 2.5. Kwa hiyo Mungu kusudio lake la kwanza ilikuwa watu waongezeke, ile nchi ya ahadi aliyowapa ya Kanaani wanapoingia wawe wengi. Na ndio maana akamwambia kizazi chako cha 4 ndio kitaingia katika nchi ya Kanaani mara baada ya miaka 400. Kuna mtu mmoja anaongelea hapa bwana mpendwa. Lakini Biblia inasema kwenye kitabu cha Kutoka sura 12 mstari wa 38, andika Kutoka 12:38 anasema kuna kundi lingine la watu waliochangamana nao kutoka Misri, wale waliotii kupaka damu kwenye miimo ya milango. Inamaanisha sio tu wana wa Israeli ndio walitoka Misri wakaenda Kanaani. Kuna jamii nyingine, wale waliotii, ikiwa ni fumbo la kwamba wokovu sio tu kwa Waisraeli, hata kwa watu wengine walipewa nafasi ya kuamini kwa habari ya damu ya msalaba, kazi ya msalaba, damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo hata wale wa Misri na mataifa mengine waliotii kupaka damu katika miimo ya milango, nao walichangamana na wana wa Israeli wakatoka wakawa. Kwa hiyo mtu mmoja anakelea na pepo. Sababu ya pili kwa nini Mungu aliruhusu waende utumwani kule Misri kwa miaka 400. Mungu anasema mstari wa 14, Mwanzo sura ya 15 mstari wa 14, anasema nitakapo watoa utumwani kule Misri chini ya Farao, nitawatoa wakiwa na utajiri na mali nyingi. Katika jicho la kibinadamu au fikra na mtazamo wa kibinadamu, mara nyingi Mungu anapokuwa anatupitisha katika hali fulani, mara nyingi tunawaza katika namna ya kibinadamu. Lakini Mungu yeye, akili yake au mipaka yake haijazuiwa na akili ya mwanadamu, iko beyond, inawaza zaidi ya vile tunavyofikiri. Mungu alikuwa anaangalia nini ambacho anakitaka kwa wana wa Israeli. Ilikuwa macho ya wanadamu kuna wakati alikuwa anaona kama ni mateso. Kama ni nini? Ni mateso. Mungu alitaka watoke na mali nyingi, na Biblia inasema walipotoka walitoka na mali, fedha na vitu vingi sana.
Kwa hiyo Mungu anapotupitisha, kuna wakati mwingine anatuandaa kwa ajili ya ukuu ambao ameweka pale mbele yetu. Sababu ya tatu, Mungu alitaka, ya pili sema Mungu alitaka wamiliki mali, si ndio? Ya tatu ni ili kuonyesha nguvu yake. Mungu alitaka kuonyesha utukufu wake, ajitukuze, aonyeshe nguvu yake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akwenda kujitukuza. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9, kitabu cha Kutoka sura ya 9 mstari wa 16, anasema Mungu aliruhusu ili aweze kulitangaza jina lake liweze kupewa sifa na utukufu dunia nzima, namna gani atakavyowaokoa na kuwahamisha chini ya mikono ya Farao kule Misri. Alitaka kujitukuza yeye mwenyewe. Kwa hiyo kuna wakati mwingine Mungu anateza mazingira ambayo kibinadamu tunaona kwa nini Mungu ameruhusu haya, lakini Mungu anataka yeye ni watu wamjue, ajitukuze kupitia udhaifu fulani au unyonge fulani unaoonekana kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati binadamu tumekata tamaa, Mungu ajitukuze, aonekane yeye ndo amefanya, amemnyanyua mtu na kumweka huru na kumweka pale juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sababu ya 4, Mungu alitaka wapate ujuzi wa kutosha ili wanapoenda kule nchi ya Kanaani wakaweze kulijenga ile taifa, kuzijenga zile nchi vizuri. Kumbuka ujuzi wote wana wa Israeli waliupatia wapi? Misri. Ni Misri ndio iliwafundisha. Moja ya ujuzi ambao aliwafundisha ni huu hapa. Ujuzi wa majeshi, mbinu za kijeshi na uendeshaji na utengenezaji wa magari ya kivita, chariots. Kutoka sura ya 1 mstari wa 11 nazungumza hapa. Sababu nyingine, alitaka wapate maarifa juu ya uandishi na kusoma, elimu ya uandishi na kusoma, kuhariri mambo, kupangilia mambo, utaratibu fulani. Matendo ya Mitume sura ya 7 mstari wa 22 inasema Musa akafundishwa hekima yote ya Wamisri, akawa hodari wa maneno, yaani hodari wa kusema na hodari wa matendo. Kuandika, alikuwa hodari kwenye kuandika hesabu, hodari wa kutunza kumbukumbu, hodari wa kupanga utaratibu wa kiserikali na sera, ajifunzia akiwa Misri. Kwa ufupi, wana wa Israeli wajifunza uongozi na namna ya kuendesha mambo, kutunza kumbukumbu chini ya taifa la nani? La Misri. Mungu anapofungua mlango, bahati inapotaka kumpata mtu, hiyo bahati au mlango Mungu anaofungua lazima ukutane na nini? Na maandalizi, kuandaliwa. Mlango unapofunguka unakuta tayari Mungu alishamwandaa huyo mtu kwa ajili ya kuyapokea yale mambo. Kuna wakati fulani fedha zinapokuja mikononi mwa mtu, kama Mungu hajamwandaa huyo mtu, zile fedha zikatumika kama sehemu ya mlango wa shetani ibilisi kumtoa huyo mtu mbali na Mungu, au zikatumika kama ni shimo la kumfukia au mtego wa kumharibu. Ila Mungu akimwandaa mtu akiweza kuondoa ile tamaa, fedha ndani ya moyo wa mtu, na moyo wa mtu kampa Mungu nafasi, hata fedha zinapokuja huyo mtu anaendelea kuwa na Mungu, hata mwacha Mungu. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati fedha zikija zitaishiwa katika hali ya uharibifu, zitatapanywa. Ila kuna wakati Mungu akimwandaa mtu, fedha zikija na mali zitatumika vizuri na zitakuwa na historia na vizazi, hata nini? Hata vizazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu alikuwa amewapeleka kule wakajifunze. Jambo lingine aliyopeleka wakajifunze ni ujuzi wa uchoraji, kuchora mapambo kwenye ukuta, art and decoration. Aliyopeleka pia wakajifunze kwa habari ya ufundi wa mbao, kuchonga magogo, kuchonga nguzo, kutengeneza masanduku. Ukisoma Kutoka sura ya 37 andika, utaona hata ujuzi wa kutengeneza ile ark, sanduku la agano, ujuzi wa kuchonga magogo, wa kutengeneza, kuumba kama wa Makoni walivyofanya na makabila mbalimbali. Waliupatia kutoka wapi? Misri. Bwana Yesu asifiwe.
Sababu nyingine ya kuwapeleka kule, alitaka waweze kuwa na ujuzi wa kushona, ushonaji wa pamba, ushonaji wa nguo na vitambaa. Walijifunza wakiwa Misri, ufundi cherehani, kudarizi, ujuzi wote huo. Ukisoma Kutoka sura ya 26, Kutoka sura ya 26 mpaka sura ya 28 utaona aina ya ujuzi wa kushona vitambaa, kudarizi mavazi mbalimbali. Walijifunzia kutoka wapi? Misri. Mungu anaweza kukwambia kwamba wewe kasome cherehani, au kasome mambo ya saluni, au kasome mambo ya mapambo, au kasome mambo ya kupika keki, au kasome ujasiriamali fulani. Anakuandaa kwa ajili ya kitu kikubwa alichokiandaa pale mbele, na wewe hujui. Mungu baraka zake lazima zipitie kwenye ujuzi au maarifa au kipawa fulani. Bwana. Kuna watu Mungu atakuwa amewaandaa wasaidizi wa yatima pale mbele, watoe fungu kubwa, fedha nyingi, ili wanapokuja kwambia unaweza kufanya nini, hauna cha kufanya, hauna maandalizi yote. Mungu anaweza kuandaa kuwa na upelelezi wa kuchunguza aina gani ya biashara, mtaji kiasi gani, nifanye nini. Kumbe anakusudia siku atakutanisha na mtu, ataropoka nikupe shilingi ngapi uweze kufanya jambo fulani, ili akukute tu na idea fulani, uropoke idea, atoe fungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anaona mwisho kabla ya mwanzo. Kuna mtu mmoja anaongeaje na upendo hapa? Kwa mimi ninapo usikae tu hivi kizembe. Mungu pia aliwapeleka kujifunza mambo ya kuchoma dhahabu, fedha na metali nyingine. Ukisoma Kutoka sura ya 31, Kutoka 31 mstari wa kwanza hadi wa 6, utaona kuchonga hizi fedha, dhahabu na urembo wa design kama huo. Walijifunza ujuzi wote kutoka wapi? Misri. Ila pia Mungu aliwapeleka wakajifunza ujenzi na utengenezaji wa matofali, ufundi washi. Kutoka sura ya kwanza mstari wa 14. Ile kazi ambayo walikuwa wanaifanya, Kutoka sura ya kwanza mstari wa 14, walikuwa wanafundishwa kazi ya kufyatua matofali. Walikuwa wanatoka wanaona kama wanaonewa, kumbe Mungu anawaandaa wakaijenge kanisa, wakaijenge taifa kule Kanaani. Unajua mtu anaweza kuchukuliwa kama mdada wa kazi, akaweka kalamu, yeye akaona kama amekuja kuletwa kama mfanyakazi tu wa ndani, si ndio? Kumbe akiwa pale ndani anafundishwa kuwa mama bora, anafundishwa kuwa mzazi bora, anafundishwa kujitegemea. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu afanye kitu hivi hivi. Anataka uone, ujifunze. Hata kwenye masuala ya utumishi tulipita maeneo tofauti. Mungu alitaka tujifunze.